Yes, karibu tena Colin the Farm channel nzuri kabisa ambayo inakusaidia wewe mzalishaji kuweza kupata madini au kuweza kujifunza masuala mbalimbali ambayo yanalenga sana kusaidia wewe uweze kupiga hatua kwenye eneo lako la uzalishaji. Inawezekana kabisa upo kwenye uzalishaji wa mazao au upo kwenye ufugaji wa wanyama mbalimbali, na leo ningependa nigusie au tuangalie ABC kuhusiana na masuala mazima ya eneo la ufugaji wa kuku. Kama wewe ni mara ya kwanza kuangalia video kwenye hii channel, unaweza ukasubscribe kwa kubonyeza alama ya kengele ili kusudi unapata mafundisho yangu yote ambayo nitakuwa nayaweka kwenye hii channel. Umepita muda mrefu hatujaweza kujifunza masuala mbalimbali ya kilimo pamoja na ufugaji, lakini hakuna kilichoharibika. Kulikuwa na mambo mawili matatu ambayo yalikuwa yameingiliana, ndio maana hatujaonana muda mrefu kuweza kujifunza masuala mazima ya uzalishaji. Jina langu naitwa Lembo Kija. Moja ya tragedy au threat kubwa sana ambayo inawakumba wazalishaji wengi ni pamoja na kupitia changamoto nyingi sana katika eneo la ufugaji. Na ninapoongelea eneo la ufugaji, namaanisha kwenye hatua za mwanzo kabisa za ufugaji wa kuku ambazo wengi huwa zinawakimbiza, na kwa asilimia kubwa wafugaji wengi ambao utaongea nao au utapata ushauri kutoka kwao watakwambia kwamba ufugaji wa kuku ni ufugaji mzuri, lakini changamoto yake ipo kwenye hatua za mwanzo kabisa, kwa maana kwamba kwenye hatua za kulea vifaranga tangu wafikishe angalau miezi miwili na kuendelea. Kuna baadhi ya changamoto ambazo inawezekana ulikuwa uzifahamu au unazifahamu, lakini pia ningependa nikugusie ili kusudi uweze kujifunza masuala machache ambayo yatakusaidia wewe kuweza kujifunza zaidi kuhusiana na masuala mazima ya ufugaji wa kuku. Changamoto ya kwanza ni pale ambapo unaleta vifaranga siku ya kwanza, siku ya 5, yani ndani ya wiki moja, alafu wanapata shida ya kufa kwa asilimia kubwa. Hii huenda inasababishwa na kutokujua joto sahihi ambalo unatakiwa liweke ndani ya bruda yako, au inawezekana kutokufahamu mpangilio wa chanjo pamoja na vitamini ambazo zinatakiwa zitumike, na mwisho siku mfugaji anaweza akapata hasara. Lakini changamoto ya pili kubwa kabisa ambayo inakuja ni kwenye swala zima la kuweza kubadilisha chakula ambacho ulikuwa unakitumia mwanzoni. Labda ulikuwa unatumia starter ya special, alafu unataka uanze kuchanganya chakula cha kwako. Kozi hiyo ni stage kubwa sana ambayo kwa asilimia kubwa wafugaji wengi huwa wanashindwa kabisa kuivuka, na wanashindwa kuivuka kwa sababu kinachotofautisha kati ya chakula cha special na kila ambacho unakichanganya mwenyewe ni kwamba chakula cha special kimetoka kiwandani, na kama kimetoka kiwandani kimepitia vipimo maalum kabisa ambavyo hivyo vipimo vina uwezo wa kumfanya kifaranga akitumia ile chakula ambacho kimetoka maabara kinamfanya akue vizuri bila kupata moto. Na shida inapokuja ni pale ambapo mfugaji anaanza kuwachanganyia vifaranga wake chakula cha kwake, na bila kujua kile chakula ambacho anakichanganya kina uwezo wa kuleta matokeo mazuri kwa vifaranga wake au sio. Na hiyo ni changamoto kubwa sana ambayo inaweza ikaleta shida kwa wafugaji wengi. Changamoto ya tatu ni kuhusiana na masuala mazima ya matandiko au malanda ambayo yanatakiwa yatumike kwa vifaranga. Kwa asilimia kubwa wafugaji wengi, inawezekana hata na wewe unafahamu kabisa kwamba malanda au matandiko ambayo utayaweka chini hayataki kukaa muda mrefu bandani, lakini hizo ni scenario ambazo inawezekana za ukweli au sio za ukweli. Ukiangalia hawa vifaranga leo wanaelekea wiki ya 3, bado kama siku 2 wakamilishe wiki 3, na haya malanda kama unavyoona sijawahi kuyabadilisha tangu waingie. Kinachofanya isitokee changamoto ni nini? Ni kutokana na nature ya banda ilivyojengwa, linaruhusu mwingiliano wa hewa uweze kutokea, na mwisho wa siku hakuna hewa chafu ambayo inaingia humu ndani na kubaki humu ndani, na kama ingebaki humu ndani basi ingeleta shida kwa vifaranga ambao unawaona hapa. Na changamoto nyingine kubwa zaidi ni kuhusiana masuala mazima ya ulinzi kutokana na hatari ambazo zinaweza kutokea kwa kuku au vifaranga ambao mfugaji anawafuga. Kwa asilimia kubwa tunafahamu kabisa akija mtu nyumbani kwako utakuwa na ushawishi au utalazimika tu kwenda kumuonyesha mradi wako unavyoendelea, lakini hapo inabidi ufahamu kwamba hiyo ni moja ya njia ambayo inasababisha uwepo wa changamoto za magonjwa kwenye eneo lako la ufugaji. Unawezaje kuepuka changamoto kama hiyo? Siwezi nikakupa jibu la moja kwa moja kwamba fanya hivi, lakini unatakiwa ufahamu
Changamoto nyingi ambazo zinakuja kwenye eneo la uzalishaji au eneo la ufugaji wa kuku ambao unaofanya zinasababishwa na wewe mwenyewe. Kivipi? Unaporuhusu watu kuingia ndani ya banda lako, wanasababisha uwepo wa changamoto za magonjwa, lakini pia wanaweza akaleta shida kwa kuku hasa wakiwa kwenye umri mdogo. Mwisho wa siku ukapata hasara, vifaranga kupata changamoto za magonjwa. Zote hizo ni changamoto ambazo ni za kawaida kabisa kutokea kwa mfugaji, na inawezekana hata wewe kwenye eneo lako la ufugaji hizi changamoto ulishazipitia, au kama hujazipitia zitakuwepo kwenye eneo lako la ufugaji. Ufanye nini? Moja ya kitu ambacho unatakiwa kifanye, hakikisha unapoleta vifaranga umezingatia mambo yote ambayo yanatakiwa ili kusudi kifaranga tangu siku ya kwanza na kuendelea awe amesha vipata hivyo vitu, na mwisho wa siku aweze kukua vizuri kabisa bila shida yoyote ile. Na kama upo interest zaidi kujifunza kuhusiana na masuala mazima ya ufugaji pamoja na kilimo, unaweza ukaendelea kuangalia video zangu zingine ambazo nimezitoa hapa kwenye hii channel, na zitakusaidia sana kuweza kujifunza masuala mazima ya uzalishaji pamoja na kilimo. Asante sana, tukutane katika video nyingine.